tuko na ugeni mkubwa kabisa hapa Arusha One FM Radio, na ni vyema ukaweza kufahamu ugeni huu unahusiana na nini, waliotutembelea ni kina nani, na ni kitu gani hasa wametuletea wakazi wa jiji la Arusha. Mimi ni Abdul Nasser Mega, niko hapa mpaka tamati ya mazungumzo haya, na ni vyema hivi sasa nikazungumza na wachache kati ya wengi ambao wametutembelea siku ya leo, tufahamu kwa undani hasa ni kipi ambacho wametuletea. Naam, asalamu alaykum. Naam, nianze na Sheikh hapo, unaweza kujitambulisha kwa uchache na utueleze nyinyi ni kina nani, mnatokea wapi, na ni kipi hasa mmetuletea sisi wakazi wa jiji la Arusha na kanda ya kaskazini hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Khalifa Khamis Ali na ni miongoni mwa wanafunzi ambao napatikana katika taasisi hii ya Ahlul Madina. Naam. Ambayo taasisi hii makazi yake ama asilia yake ni Zanzibar visiwani. Kwa hiyo kwa kuwa huu ni mwanzo, sitokuwa na maelezo mengi, na hisi kujitambulisha na kuitambulisha hiyo taasisi wapi ambapo ilipo. Naam, imetosheleza. Aha. Taasisi ya Ahlul Madina, makao makuu ni wapi? Makao makuu ya taasisi hii ni Amani mjini Zanzibar. Mjini Zanzibar. Na taasisi yenu ina muda gani mpaka sasa, kwa maana ya kwamba ilianzishwa mwaka gani, najishughulisha na nini hasa, kwa mkazi wa Arusha aweze kufahamu? Okay, taasisi hii imeanzishwa tangia mwaka 2014. Naam. Ndipo taasisi hii ilipoanzishwa, na shughuli yetu kuu ni usomaji wa kaswida. Naam. Na kaswida inatambulikana kwamba kaswida kazi yake ni kufikisha ujumbe zidi ya dini yetu ya Kiislamu. Aha. Mmetutembelea wakazi wa jiji la Arusha hili, shughuli kubwa hasa ni ipi ambayo imewaleta nyinyi? Shughuli kubwa ambayo imetuleta hapa ni kuja kuwafikishia wakazi wa Arusha kile ambacho tulichokuwa nacho. Ndio. Na tukisema kile ambacho tulichokuwa nacho, na maanisha manake hii shughuli yetu ya kaswida. Naam. Kwa hiyo tunaamini kwamba Arusha pia kuna wapenzi wa kaswida ambao wanapenda hivi vitu. Kwa hiyo vipi tumepata fursa hii? Kiukweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa kuipata fursa hii kiasi kwamba leo hii tupo hapa na tutawapa hiyo burudani, kwa sababu hao wapenzi wa kaswida tunaamini ni wapo na wanatusubiri kwa hamu. Kwa hiyo ninachowaambia kwamba wakae tu mkao wa kula, wajiandae vya kutosha kwa ajili yetu. Kile ambacho walikuwa wanakiona kwenye ma-TV, labda kuna watu walikuwa wana ndoto labda ya kumuona Sheikh Hafiz live au kumuona fulani live. Kwa hiyo watarajie kwamba hicho kitu kitapatikana na watafurahia kile ambacho tumekiandaa. Sawa sawa. Unaweza mkatueleza labda eneo, muda, onyesho lenu linafanyika muda gani na itakuwa ni wapi? Tamasha linafanyika kesho. Naam. Tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 katika maeneo ya P&E Garden Usariva pale. Aha, Usariva. Tamasha litafanyika pale kuanzia majira saa 10 jioni mpaka saa 6 za usiku. Tutakuwa pale kwa ajili ya kutoa burudani hiyo ya kaswida. Naam. Yeah. Na tiketi za tamasha hilo tayari zimeanza kuuzwa. Kwa hiyo kwa yote anahitaji tiketi ni shilingi 30,000 regular, shilingi 50,000 VIP na shilingi 100,000 VIP, lakini kwa meza watu 10 ni shilingi 500,000. Kwa hiyo kesho sisi taasisi ya Ahlul Madina pamoja na Arusha wote tutakutana katika viwanja vya P&E Garden pale Usariva majira saa 10. Huu umekuwa ni utaratibu wenu kila baada ya muda kufanya onyesho kama hili, ama ndo mara ya kwanza hii? Sasa mimi nataka niongee hapo. Hii ni bahati kubwa katika jiji hili la Arusha. Sawa sawa. Naweza kusema ni tamasha kubwa ambalo tumewahi kulifanya kwenye taasisi yetu, ni hili ambalo tutaenda kulifanya ni hili. Ndio. Kwa maana hili ndio tamasha namba 1 kwa ukubwa kulifanya. Sawa sawa. Katika taasisi hii. Kwa hiyo ningeomba wakazi wa Arusha wasogee karibu, waje mapema, tuje tujumuike kwa pamoja, kwa sababu sisi tuna kiu na wao na naamini na wao pia wana kiu na sisi. Naam. Kwa hiyo tuje kwa pamoja kesho, Mungu akujalie hao nzima, ili tuje tufurahi, tuburudike kwa pamoja. Na lengo ni kufikisha ujumbe gani hasa kwa wakazi wa Arusha? Kuna jamii inapotea. Ndio.
kutokana na tabia zilizokuwepo mitaani. Lakini jamii nyingi inapenda kusikiliza vitu. Kwa hiyo sisi taasisi ya Ahlul Madina pamoja na kupitia kwenye uongozi wa Ustadh Hafiz hapa, tumeona tuifikie jamii, kuipa elimu kwa njia hii ya kaswida. Lengo ni kutoa elimu kwa jamii. Kwa sababu jamii inapenda ladha, jamii inapenda burudani. Kwa hiyo na sisi Mungu ametujalia vipaji hivyo. Na ndio maana tumejikusanya, hii taasisi unaona tupo zaidi ya watu 20 kwa ajili ya kuandaa vitu vizuri tu ili kuisemea jamii, kuambia jamii nini na kipi kinatakiwa na kipi hakitakiwi katika jamii yetu. Natamani kujua kama kuna ushirikiano baina yenu nyinyi na taasisi yenu, labda na taasisi zilizopo hapa Arusha ama watu binafsi katika kufikisha hiyo elimu kwa jamii. Ushirikiano ule kuweko baina yetu sisi hapa tumekuja kutokana na kiongozi wetu, tuna mlezi. Na bahati nyingine katika jiji hili la Arusha kwamba mlezi wa taasisi yetu yuko hapa, ni kiongozi mkubwa anaitwa Bi Zainab Makwinya. Kwa hiyo huyo ndo mtu ambaye yuko na sisi bega kwa bega na ndo mtu ambaye aliyefanikisha mambo yote haya mpaka sisi leo tuko hapa. Kwa hiyo ushirikiano ni baina yetu sisi na yeye kwa ajili ya kuja kuongea na wana Arusha na kutoa burudani kwa wakazi wa Arusha. Sawa. Na baada ya kutoka Arusha, kuna mkoa mwingine wote labda ambao mtaelekea ama itabidi ichukue muda tena kwa ajili ya mipango? Mungu ndo anapanga. Amin. Tunatarajia kuzunguka mikoa mingi sana katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa sababu tunaamini kila mkoa unahitaji hivi vitu. Ndio. Kwa hiyo Allah atapojalia, hata ikiwa kesho mkoa mwingine, basi ikija uwezekano wa kufanya hicho kitu tutafanya, kwa sababu nia yetu. Nia ni kuzunguka kila mkoa katika jiji hili, katika nchi hii ya Tanzania. Natamani kujua kwa jinsi ambavyo mnaeneza hii elimu, mnaona malengo yenu yanafikiwa kwa kiasi gani? Sisi tunaona mabadiliko ya jamii, tunaona watu wanatusikiliza, tunaona watu pia wanapata elimu na tunapata comment mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii kwamba mtu fulani tumemfunza hichi, anaelewa. Kuna watu wanapata elimu kupitia hizo kaswida. Sawa. Na msikilizaji wa 101.7 Arusha One FM, ni siku ya kesho Usariva huko katika ukumbi wa PNE Garden Usariva. PNE Garden Usariva huko, na kiingilio itakuwa ni bei gani kwa faida ya msikilizaji ukirudia? Kiingilio regular ni shilingi 30,000. Lakini kutakuwa na VIP, tickets za VIP ni shilingi 50,000. VVIP ni shilingi 100,000, lakini pia kutakuwa kuna meza za watu 10. Hiyo meza itapatikana kwa shilingi 500,000. Na muda ni kuanzia saa 10 alasiri mpaka majira saa 6 za usiku tutakuwa hapo. Kuanzia saa 10 alasiri mpaka majira ya saa 6 utakwenda kupata elimu kubwa kabisa ambayo itakuwa na manufaa kwenye maisha yako, kwa wewe mkazi wa Arusha na maeneo ya jirani pia. Usariva panafikika kirahisi kabisa. Kwa hiyo hii ni kwa ajili yako, na uwezekano ulikuwa una kiu. Sasa hatimaye kiu yako inakwenda kukata siku ya kesho kuanzia majira ya saa 10 alasiri mpaka saa 6. Naam, kwa kumalizia, labda ni kipi sasa, wito ni upi kwa wakazi wa jiji la Arusha? Kwanza kabla ya kutoa wito kwa wakazi wa jiji la Arusha, ningependa kuambia kwa yule ambaye anataka kuja kuburudika kwenye ile tamasha, hajui tiketi wapi zinapatikana, hajui vipi atapata. Tiketi zinapatikana Forodhani Restaurant Usariva. Lakini pia unaweza ukapiga simu 0653595540. Unaweza ukapiga hiyo namba ukawasiliana naye ukaweza kupata tiketi za tamasha letu kesho. Wito ni upi sasa kwa kumalizia? Wito wetu kwa wakazi wa Arusha ni kwanza tunawapenda. Ndio. Na ndio maana tumechagua Arusha cha kwanza, lakini cha pili tunajua na wao wanatupenda. Kwa hiyo wapenda nao tunaomba tukakutane kesho. Watu waje kwa wingi, tuje tufurahi, tuenjoy, tuburudike kabisa. Na kumbusho hapa, ukumbi upo jirani na Masjid Shadhuli Magadirisho. Kwa hiyo kwa wewe ambaye pengine ni mgeni na hujui maeneo hayo vizuri, unaweza ukaulizia tu Masjid Shadhuli msikiti huu uko wapi, alafu utaweza kufika hapo kwa urahisi kabisa. Lakini pia PNE Garden bila shaka ni eneo maarufu kabisa kwa maeneo ya Usariva kule, itakuwa ni panafikika kiurahisi tu. Nikukumbusha kwa mara nyingine tena, ni kuanzia majira ya saa 10 alasiri mpaka saa 6. Nimepata nafasi ya kuzungumza na viongozi wawili. Tamani kujua kama kuna mwingine yote mwenye neno lolote la kusema kwa ajili ya msikilizaji na wale ambao tutajumuika siku ya kesho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Mimi ninazungumza hapa na sauti hii ni ya kiongozi wa Ahlul Madina. Wengine wanaita Ustaz Hafidh, wengine wanaita Sheikh Hafidh. Naam. Ndo
kiongozi mkuu ambaye nimesoma kasida ya jambo la kuoa, Naam. kasida bila mahari haisui ndoa, Naam. na nyinginezo. Kwa hiyo neno langu, tumepata bahati ya kufika Arusha, na tumeamini kwamba Arusha ni sehemu ambayo tutafurahi kama ambavyo watu wanategemea furaha. Ndio. Kwa neno langu mimi kubwa, tunaomba sana ujio wao, waje pale tukutane, ili tuwape lile ambalo sisi tunalo katika nafsi zetu. Aha. Ni hivyo tu. Na msikilizaji, wakati tunamalizana na ndugu zetu hawa wa Ahlul Madina, tunapata ladha kidogo hapa kutoka kwao, alafu pia nitakupa nafasi ya kusikiliza baadhi ya kaswida ambazo wameimba wao. Basi mimi niwakaribishe, mpatie msikilizaji ladha kidogo, kisha baada ya hapo tutamuaga. Karibuni. Jambo la kuoa ni lenye fadhila, ila kwa kujua hukumu za Mola. Jambo la kuoa ni lenye fadhila, ila kwa kujua hukumu za Mola. kutiza mahali ni jambo sawia, kwa walo tayari kuifunga ndoa. Kutiza mahali ni jambo sawia, kwa walo tayari kuifunga ndoa. Ukiwa tajiri soweza tulia, kwenye jambo hili mewajibikiwa. Ukiwa tajiri soweza tulia, kwenye jambo hili mewajibikiwa. Jambo la kuoa ni lenye fadhila, ila kwa kujua hukumu za Mola. Jambo la kuoa ni lenye fadhila, ila kwa kujua hukumu za Mola. Yake ndoa elimu Mola katuwekea, shime hatulazimu kuweza jisomea. Akitaka rejea mke aliyeachika, basi kuna sheria zake zimekwisha wekwa. Akitaka rejea mke aliyeachika, basi kuna sheria zake zimekwisha wekwa. Ni ndoa iliyobeba baraka njema, vizuri kuhamasika sana, iwe madarasani twafika vyema, lengoni kule kupata kusoma, si kule kukurupuka. Ndoa tukaivaa, Ukweli usafichika, hatujui sheria, na mfano mzuri mke kurejewa. Leo tu tayari kumzungumzia, mzuri mke kurejewa. Leo tu tayari kumzungumzia. yake ndoa elimu Mola katuwekea, shime hatulazimu kuweza jisomea. Akitaka rejea mke aliyeachika, basi kuna sheria zake zimekwisha wekwa. Akitaka